Nakumbuka siku ile kana kwamba imepigwa chapa ndani ya kumbukumbu zangu. Siku ambayo upepo wa pwani ulivuma kwa sauti yake ya pekee. Ule unaobeba harufu ya chumvi, mwani na siri nzito ambazo bahari haiwezi kusahau. Bahari huwa inakumbuka kila kitu, ndivyo wazee wetu wapate walivyosema. Na siku hiyo, mimi huyu Bi Hadija binti Baraka, mwanamke wa miaka 65, nilisimama katikati ya uwanja wa msikiti wa Mwalimu Shaban nikipumua kwa taabu, macho yakiwa yameelekezwa kwa mume wangu mpya, Mzee Salim. Lakini Salim hakuwa yule mtu wa tabasamu la utu uzima niliyekutana naye miezi kadhaa nyuma. Hapana. Macho yake yalikuwa yamejaa moto wa aibu na woga. Mtaa mzima ulikuwa umekusanyika, watoto juu ya vizimba vya nazi, kina mama wakijifunika leso shingoni, wazee wakiwa wamekaa kwenye viti vyao vya mpingo kama majaji wa jadi. Hakuna aliyesema kitu, ila kila mtu alitaka kujua ni ukweli gani niliokuwa nimebeba mkononi. Karatasi zile nilizoshika ziliwaka kama moto mbele ya macho ya watu. Ulimi wangu ulitetemeka, lakini moyo wangu haukuogopa. Kwa sababu siku zote nilijua kitu kimoja muhimu. Haki ni kama maji, hata ukizuilia kwa mawe, hatimaye hupenya mahali pake. Na maji, kama nilivyosema, huwa yanakumbuka. Nilipoanza kusoma maneno yale, sauti ya Salim ikatetemeka, akajaribu kunipokonya karatasi zile. Hapo ndipo mtaa mzima ukapumua kwa mshangao. Ndio, ule mshangao ulioanzia tumboni, ukapanda hadi shingoni, kisha ukatoka kama mlio wa pumzi ya moto. Lakini kabla hamjasikia kilichotokea siku hiyo, nirudi nyuma. Nirudi hadi siku ya kwanza baa lilipoanza kufunguka. Nilikuwa nimeishi maisha yangu yote Pate, kisiwa kidogo ambacho sauti ya bahari ndiyo saa yetu. Na harufu ya hiliki ndiyo alama ya muda wa kupika mihogo au vyakula vya harusi. Nyumba yangu ilikuwa ya udongo, yenye dari ya makuti yaliyosokotwa kwa ustadi wa wanawake wa ukoo wangu. Kila asubuhi, nilifungua mlango wa mbele kusikiliza sauti za boti ndogo ndogo zikikatiza maji kama watoto wakicheza kuruka kamba. Nilikuwa mjane kwa miaka 17, na sio mjane wa kuhuzunika kila siku. Hapana, nilikuwa mjane aliyekubaliana na bahari ya maisha. Nilikuwa nimewatoa watoto wangu 3 katika maisha. 2 walikuwa Mombasa na 1 Dubai. Na maisha yangu ya kila siku yalikuwa rahisi, lakini yenye heshima. Nilipenda kutengeneza vikombe vya udongo, kuongoza vikao vya kina mama, na kusimulia hadithi za kale. Hayo ndiyo maisha yangu. Maisha tulivu. Maisha ya utulivu wa moyo. Na nilikuwa na imani moja kuu ambazo wazee walinilea nayo. Ikiwa huwezi kumshukuru mtu, basi usimdhuru. Imani hiyo ndiyo iliongoza kila hatua yangu. Ilikuwa kama dira ya safari ya baharini, ikiniambia ni wapi upepo wa maisha unapaswa kunipeleka. Lakini kila bahari, hata ile yenye utulivu, huja na mawimbi yake wakati usiotarajiwa. Salim alikuja kwenye maisha yangu akijifanya kama upepo laini wa asubuhi. Alikuwa na miaka 73. Marehemu mkewe alifariki miaka 2 iliyopita. Tabasamu lake lilikuwa la namna ya wale wanaojua kutumia maneno kama utunzi wa mashairi. Lakini kilichonivutia ni jinsi alivyokuwa mpole, angalau mwanzoni. Tulikutana sokoni, siku ambayo nilikuwa naenda kuuza vikombe vyangu vya udongo. Alisifia kazi yangu, akanipa tafu ya kubeba mizigo, kisha akanialika kunywa kahawa ya tangawizi. Nilidhani ilikuwa tu ukarimu wa mzee wa pwani. Lakini kulikuwa na kitu kingine, kile ucheshi wake wa kutumia methali kila baada ya sentensi 2. Unajua mama, alisema siku moja, mti ulio na mizizi mirefu hauangushwi na upepo wa kwanza. Sasa, mimi ni mtu wa kuona ndani ya watu. Lakini macho ya roho yangu yalinidanganya kuhusu huyu mzee. Kwa sababu Salim hakuwa mti wenye mizizi, alikuwa mzizi dume yenye nyoka chini. Tabia zilianza taratibu. Kwanza, alitaka kujua kila mtu ninayezungumza naye. Nilisema sawa, labda ni wivu mpole wa watu wazima. Kisha akawa anauliza pesa ninazopata sokoni. Na ni nani ananisaidia kujenga banda langu la kuchomea vyongo. Nilichukulia kama kujali. Lakini siku moja alifanya kitu ambacho kiliniamsha. Kiashiria cha kwanza. Kiashiria ambacho, akiishi marehemu bibi yangu, angeshika mkono wangu akisema, hapo, usipopiga macho, utajuta. Tulikuwa tumekaa sebeleni, tukipata chai ya maziwa.
Akaniuliza, Khadija, zile karatasi za nyumba mpaka leo hujanionyesha. Sisi tuko kwenye ndoa sasa. Kwa nini unaficha mali yako? Nilimwangalia taratibu. Kwa nini unataka kuona? Nikauliza. Aligugumia, halafu akafanya kile kilichokuja kuwa tabia yake ya siri. Ile tiktik yake ya ulimi ambayo kila mara ingeibuka pale alipoingiwa na hofu. Si unajua, tuweke mambo wazi, akasema huku ulimi ukigonga meno ya juu tik tik tik, kama saa ndogo inayoharakisha wakati. Ndiyo hapo nilijua, huyu mzee alikuwa anaogopa ukweli fulani. Na mtu akianza kuogopa kitu ambacho hajatajwa, ujue huyo mtu ana ajenda. Lakini bado nilimpa nafasi. Nilikuwa mzee, lakini moyo wangu haukuwa mgumu. Baada ya harusi yetu ndogo, ile harusi tuliyofanya kwa watu wachache sana, Salim alianza kubadilika. Si mara moja, polepole kama maji yanavyoingia kwenye ufa. Alianza kuwaleta ndugu zake wawili waliokuja mjini kutafuta maisha. Walikuwa vijana wadogo lakini wenye kiburi cha kutosha kujaa mashua. Walizungumza kwa sauti za juu, walipuuza amri za nyumba. Na mara kadhaa walikula chakula changu bila kuniuliza. Nilipojaribu kumwambia Salim, alinipuuza. Hawa ni damu yangu, alisema. Damu haiwekwi mlangoni. Siku moja nilimkuta akichunguza makasha ya nyaraka zangu. Alishtuka kama paka aliyeonja maji ya moto. Khadija, nilikuwa natafuta kitu tu, akasema. Kitu gani? Alitabasamu, lile tabasamu la kufoji. Mambo madogo tu, si muhimu. Lakini sauti ya moyo wangu ilinigonga, maji hayakimbii bure. Alianza kutumia maneno kwenye vikao vya wazee. Maneno ya kunionyesha kama mimi ni mzee nisiyefahamu mambo ya mali. Mara akasema eti mimi nasahau vitu. Mara akasema eti nimemua ili nitumie pesa zake. Watu wakaniletea habari. Nilipojaribu kumkabili, akasema, watu tu wanapenda kuongea. Usisumbuke. Lakini ulimi wake ulifanya ile tik tik tik. Sasa nilianza kutambua, hiyo tik ndiyo hofu yake ikijieleza. Maji yalikuwa yakianza kuchafuka. Mwanzo wa vita vyangu haukuanza kwa kelele. Hapana. Ulianza siku moja nikiwa nimekaa kwenye veranda ya nyumba yangu ya zamani. Nyumba ambayo niliijenga na marehemu mume wangu wa kwanza, Baraka. Nilihisi hewa ya jioni ikipita kwenye mashavu yangu na nikasikia sauti ya bahari ikisema juu ya mawimbi yake. Maji yakikumbuka, mwanamke lazima asimame. Hapo ndipo ilinitokea, lazima nianze kuchunguza. Salim alikuwa na siri. Siri ambazo zingeweza kunimaliza ikiwa ningekaa kimya. Nilianza polepole. Nilifungua masanduku yangu, nyaraka za nyumba, hati ya shamba ambalo marehemu Baraka aliniachia, na ule mkataba wa kiwanja cha Dou kilichopo upande wa mashariki. Nikaanza kuweka vitu katika mpangilio mpya. Nikagundua kitu cha kwanza cha ajabu, mhuri uliojaribiwa kugushiwa kwenye moja ya nakala za haki miliki. Siku hiyo bahari ilinong'ona tena. Maji yakigonga mwamba, pana siri chini yake. Nilijua Salim alikuwa anajaribu kufungua njia ya kunyang'anya mali. Lakini nilihitaji uthibitisho. Nilihitaji ushahidi ambao hautabishwi mbele ya mtaa, misikiti, wazee, wala serikali. Na hapo ndipo akili yangu ilipokumbuka. Nikiwa nimeketi usiku mmoja nikitazama mwezi. Siri moja ambayo watu wachache walijua kuhusu mimi. Nilikuwa na mtu mmoja ambaye anaweza kunionyesha njia. Mtu ambaye nilimfundisha kusoma miaka mingi nyuma. Mtu ambaye sasa alikuwa mtaalamu wa hati na rekodi. Mwanadada aliyeitwa Saumu binti Rashid. Na hapo, safari ya uthibitisho ilianza. Siku iliyofuata asubuhi ilinikuta nikifunga leso yangu ya bluu iliyochakaa kidogo. Nikichukua mkoba wangu wa kitenge na zile karatasi zenye mihuri ya ajabu. Nilikuwa nimekaa kimya kwa muda mrefu sana. Nilikuwa nimevumilia tabasamu bandia, kauli tamu zenye sumu ndani. Na zile tik 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 za ulimi wa Salim ambazo sasa zilinipa rasha shingoni kama mbarika kwenye moto. Nilitembea kwa hatua ndogo lakini thabiti kuelekea ofisi ndogo ya Saumu. Sio ofisi kubwa, ni chumba kimoja tu kilichopakwa rangi ya manjano iliyoanza kufifia. Lakini ndani yake kulikuwa na kichwa cha kutosha kufunua siri za karne. Saumu alininusuru mara nyingi huko nyuma. Nilipoteza baadhi ya hati zangu, alinisaidia kupata nakala. Alipokuwa msichana mdogo, nilimfundisha herufi 5 za kwanza za Kiarabu.
na hakuwahi kusahau. Nilipofika mlangoni, nilipiga hodi mara 3. Sauti nyororo ikasema, "Karibu Mama Khadija." Nilipoingia, macho ya Saumu yaliangaza, yakiwa na uzuri wa watu wapate. Macho makubwa, yenye akili ya kusoma zaidi ya maneno. "Ah, mama," alisema kwa heshima, "kumekuwaje? Wewe huji hapa bila sababu." Nilikaa, nikaweka karatasi zangu mezani. "Nataka unisaidie kufungua siri," nikasema. Alizipokea kama mtu anayeshika ugali wa moto. Alipofungua kijitabu chake cha kutazamia mihuri, akavuta pumzi. Kisha akachukua darubini ndogo ya kuchunguza alama. Baada ya dakika 3, aliniangalia kwa macho yaliyopanuka. "Mama, hii siyo hii." "Hiyo ndiyo nilitaka uhakikishe. Hii mhuri Mama Khadija, hii imegushiwa na mtu ambaye ama anajua sana au amejaribu sana lakini bila ujuzi." Niliguna kimya kimya. Saumu akaendelea, "Kuna sehemu mbili ndizo zinanipa wasiwasi. Kwanza, mhuri umeingizwa rangi ambayo haijawahi kutumiwa rasmi na ofisi ya ardhi. Pili, sahihi hii hapa ni kama imeigwa kwa mkono ambao haujazoea kuandika jina hili." Aliniangalia kwa tahadhari. "Mama, nani anaweza kuwa amefanya hivi?" Nilichukua muda kujibu. "Mume wangu mpya," nikasema, "na sijui kwa nini." Saumu alikaa nyuma akivuta pumzi ndefu kama vile analazimishwa kukubali ukweli mgumu. "Mama, hili jambo si mchezo. Huyu mtu anajaribu kupenyeza njia ya kuhamisha umiliki. Hii hapa ndiyo hatua ya mwanzo." Nilijua hivyo moyoni, lakini maneno yakitoka kwa mtu mwingine yaliongeza uzito ambao hauwezi kuepukika. "Naomba uchunguze zaidi," nikasema. "Natakiwa kujua kila kitu kabla sijasimama mbele ya mtaa." Saumu alitabasamu. "Nitafanya hivi usiku na mchana. Lakini mama, ajiandae. Kuna kitu hapa, harufu yake sio nzuri." Niliporudi nyumbani jioni ile, nilimkuta Salim akiwa amekaa kwenye kiti cha nje. Ameshika fimbo yake na kutazama njia kwa macho ya mtu anayejaribu kutafuta kosa kabla halijatokea. Aliposikia hatua zangu, aligeuka haraka sana kwa umri wake. "Khadija," akasema kwa sauti ambayo ilikuwa na ukali ambao sikuwahi kuusikia, "umetoka wapi?" "Aha, Salim," nikajibu bila wasiwasi, "soko tu. Na kutembelea rafiki." Kwa mara ya kwanza, nikamwona akifanya ile tabia ya pili. Kuchezea shingo ya kanzu yake kwa vidole viwili. Hii tabia haikuwahi kuonekana mwanzoni. Lakini niligundua, kila anapojihisi kufichuliwa, anagusa shingo ya kanzu kama mtu anayekagua kama bado yuko hai. "Umeniona?" akasisitiza. "Hapana," nikasema taratibu. "Lakini mbona unanijibu kwa jazba?" Akatabasamu, ile tabasamu la mtu aliyekamatwa lakini bado anajaribu kutengeneza njia ya kutokea. "Samahani, nilikuwa nafikiria tu. Sasa hivi kuna mambo mengi kichwani." Nilimtazama na kusema kimoyomoyo, "Hivyo ndivyo ulivyoanza kuanguka, Salim. Kwa hofu yako mwenyewe." Wakati wa usiku, nilisikia akizunguka ndani ya nyumba, akifungua na kufunga makabati bila sababu. Kama mtu anayechungulia kama kosa lake limeonekana. Kama mtu aliyefanya uhalifu, na kusikia sauti za mabaharia wa zamani wakiimba nyimbo za hukumu nje ya dirisha. Bahari ilinong'ona tena kwa upepo wa usiku. Maji yakikumbuka hila yataifunua. Siku 2 baadaye, Saumu alinipigia simu. Akasema, "Mama, kuja ofisini. Kuna kitu lazima uone." Nilivaa leso yangu nyeusi, ile niliyopewa na bibi yangu siku ya ndoa yangu ya kwanza. Nilihisi kama nimevaa ngao. Nilipofika, Saumu alikuwa na karatasi 4 mezani. "Mama," akasema, "hapa kuna rekodi halisi kutoka ofisi ya ardhi. Na hapa," akaonyesha zile zenye mihuri ya ajabu, "hizi ni za kugushi." Lakini cha kushangaza, akaongeza, "Mama, sio hizo tu." Alinipa faili lingine. Niliangalia jina la mume wako. Nikatafuta rekodi zake. "Mama, huyu mtu ana madeni zaidi kuliko watu wengi wanavyojua." Nilipata mshtuko mdogo tumboni. "Madeni? Haya hapa," akasema huku akigeuza karatasi. "Kuna aliyekopa pesa za kukarabati nyumba ya ndugu yake, hakulipa. Kuna malalamiko kadhaa kutoka watu wa Lamu, na mbaya zaidi, kuna kesi mojawapo ya kutumia jina la mwanamke mmoja kujipatia mali." Nilikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Nilitazama bahari nje ya dirisha la ofisi, mawimbi yakipiga kama ngoma ya peremende.
Mama, Saumu akaendelea, nitakusaidia kuandaa kila ushahidi, lakini lazima upate pia mtu wa upande wa sheria. Nilipiga kidole changu mezani polepole. Nina mtu mmoja, nikasema. Mzee Idi. Sasa, Mzee Idi alikuwa mtu wa ajabu. Mzee wa miaka 78, lakini kichwa chake kilikuwa kama kitabu cha sheria kilichochapishwa jana. Mwanasheria aliyeacha kazi rasmi lakini bado akiheshimiwa hata na mahakimu. Alikuwa rafiki wa marehemu mume wangu. Nilijua ikiwa kuna mtu anaweza kunipa mwanga wa sheria, ni yeye. Hivyo washirika wangu wakawa wawili. Saumu, mtaalamu wa hati, na Mzee Idi, mtaalamu wa sheria. Na mimi, Khadija, mzee asiyejihami kwa misuli, bali kwa kumbukumbu za maisha na hekima ya bahari. Wiki iliyofuata ilikuwa kama ndoto ya kukimbia bila pumzi. Saumu alileta ushahidi zaidi. Nakala za ujumbe wa Salim kwa watu wanaotafuta hati za urithi. Malalamiko yaliyofichwa ya wanawake wawili waliowahi kumsaidia. Taarifa za malipo yake yaliyoshindwa. Na kilichoogopesha zaidi, barua ya mtu fulani aliyewahi kutishiwa kwa sababu ya mali. Hapo nilijua, Salim hakuwa tu mzee mwenye hila. Alikuwa mchoraji wa mitego, mtu anayejifunika kwa maneno matamu lakini ndani yake ana jino la papa. Nilikaa chini nikamwambia Saumu, tukishafika hatua ya mwisho, lazima tuweke hadharani. Si kwa hasira, bali kwa haki. Saumu akasema, mama, watu wengi wataumia wakisikia haya. Wengine watashangaa. Lakini wewe utakuwa nuru yao. Bahari ikasema tena kwa mawimbi yake. Maji yakipanda juu, lazima yafike mahali pa kuanguka. Siku moja jioni, bila kutarajia, Salim alirudi nyumbani mapema mno kuliko kawaida. Alikuwa na jasho usoni, macho yamejaa woga. Bila hata kukaa, akaanza kuuliza, Khadija, zile nyaraka nilizoona umezitoa wapi leo? Nimepata fununu fulani. Kuna mtu anazunguka akitafuta rekodi zangu. Ni wewe? Nilicheka kimya kimya, sio kwa kebehi, bali kwa hekima ya mtu aliyevumilia mengi. Nyaraka zako, nikasema taratibu. Salim, nani anakutafuta? Na kwa nini? Akaanza kutikisa ulimi, tik tik tik, haraka zaidi kuliko kawaida. Usinijibu visivyo, akapaza sauti. Khadija, kuna mambo hunielewi. Sasa hapo ndipo nikamwona wazi. Hofu yake ilikuwa imekuwa kama mwamba unaoanza kupasuka na kuonyesha moto ulio ndani. Nilimwangalia kwa utulivu wa mwanamke aliyekula chumvi sehemu ya maisha yake yote. Hofu haijengi nyumba, Salim, nikasema. Hofu inavunja. Maneno yale yalimgonga kama wimbi la juu. Akaondoka bila kusema neno. Usiku ule nilimwona akipakia baadhi ya vitu vyake kwenye mfuko. Alidhani sijaona, lakini niliona. Alikuwa anajiandaa kukimbia, lakini bahari inasema, mtu akikimbia maji, mwishowe atakanyaga matope. Saa 2 usiku zilipiga. Bahari ilikuwa kimya, upepo ukivuma taratibu kama mtu anayetoa ushuhuda wa siri nzito. Asha alitembea kuelekea ufukweni, miguu ikizama kwenye mchanga baridi. Alikuwa ameambiwa na yule mzee wa bandari, ukifika pale maji yanapogonga mwamba mkubwa, utamkuta mtu anayejua ukweli wote. Lakini hakujua kama ni kweli au ni mtego. Akiwa anakaribia mwamba, alisikia sauti ya mtu akitamka kwa sauti ya chini, umechelewa, Asha. Asha alishtuka, moyo ukapiga kama ngoma ya harusi. Aliangaza huku na kule, lakini giza lilificha kila kitu. Wewe ni nani? Aliuliza akitetemeka. Sauti ile ikacheka kidogo. Kicheko cha mtu aliyebeba maumivu na kejeli kwa pamoja. Mimi ndiye mtu aliyekuwa karibu zaidi na babako kuliko mtu mwingine yeyote. Asha akahisi miguu ikimlegea. Unamjua babangu? Yuko wapi? Ghafla, mtu mmoja akajitokeza kutoka gizani. Ni kijana wa makamu, alivaa kanzu nyepesi na kofia nyeupe. Lakini uso wake ulikuwa umebeba siri nyingi. Jina langu ni Zahran. Na ukweli unautafuta hautakupa amani. Asha akapumua kwa nguvu. Nipe tu ukweli. Nimechoka kuishi gizani. Zahran akainama, akachukua bahasha iliyolowa na chumvi, akampa. Hii ni barua babako aliacha siku aliyotoweka. Asha akaitikisa mikono, hasira na hofu vikitawaliwa na udadisi. Kwa nini ananiachia barua kupitia kwa mtu nisiyejua? Zahran akageuka, akaangalia bahari inavyovuma.
kwa sababu kulikuwa na watu waliokuwa wakimtafuta. Watu hatari. Watu wanaojua kwamba wewe sio mtoto wa kawaida. Asha akapiga hatua moja nyuma. Unamaanisha nini? Zahran akamwangalia moja kwa moja machoni. Ulikuwa sehemu ya mpango ambao wewe mwenyewe hukuwahi kuambiwa. Mpango uliosababisha babako kuficha siri ya maisha yake yote. Asha mwenyewe alihisi dunia ikimzunguka. Akashika bahasha kwa nguvu na akasema, sitahama hapa bila kujua kila kitu. Zahran akavuta pumzi ndefu, kisha akasema, basi kaa tayari, maana hii hadithi inaanza sasa. Na ukishasikia kilicho ndani ya barua hiyo, hakuna kurudi nyuma. Asha akafungua bahasha polepole. Karatasi yenye maandishi ya mkono ilianza kuonekana. Na kabla hajaanza kusoma, kivuli kikubwa kikajitokeza nyuma yao. Kabla Asha hajazama katika maneno ya ile barua, upepo mkali ulivuma ghafla. Kivuli kikubwa kilisimama nyuma yao, kimya kama mnyama anayewinda gizani. Zahran aligeuka haraka, macho yake yakabadilika kuwa makali kama mtu anayezoea hatari. Asha alibana barua kifuani, moyo ukipiga kama ndumbe za taarab. Ni nani hapo? Zahran aliuliza, sauti yake ikiwa imetulia kupita maelezo. Hakuna aliyojibu, lakini kivuli kile kilianza kusogea polepole, lakini kwa hakika. Miguu yake haikusikika, kama mtu anayejua kutembea juu ya mchanga bila kuacha alama. Asha akapiga hatua 3 nyuma. Zahran, ni nani huyo? Zahran hakujibu mara moja. Alimtazama yule mtu kwa sekunde kadhaa, kisha akasema kwa sauti ya chini, huyo ndilo kosa ambalo babako alijaribu kulizuia kwa miaka 10. Asha alishtuka. Una maana gani? Kabla Zahran hajamaliza, kivuli kile kilisimama kwenye mwanga hafifu wa mwezi, na uso wake ukaonekana vizuri. Ni mzee mwenye ndevu nyeusi zilizoanza kuota mvi, macho mekundu yanayoangaza kama mtu ambaye hakulala miaka mingi. Alikuwa amevaa joho refu la kahawia, na mkononi alishikilia fimbo nene ya mbao. Mzee huyo alitamka kwa sauti nzito, Asha, hatimaye tumekutana. Asha akagwaya. Unanijua? Mzee akacheka kwa sauti ya kina, kicheko cha kuudhi. Mimi ndiye sababu uliwahi kufichwa. Mimi ndiye nilimfanya babako akimbie usiku ule wa mvua kubwa. Na mimi ndiye natarajia ufunge kile alichoacha kimeachwa nusu. Asha hakuamini kile anachosikia. Alihisi mwili wake ukiwa mwepesi, kizunguzungu kikimjia. Wewe ni nani kwangu? Mzee akapiga fimbo chini, sauti ikitoka kama radi ndogo. Mimi ni mtu ambaye maisha yako yote yanategemea kunijibu vyema. Zahran akasimama mbele ya Asha haraka, akimkinga kama ngao. Usimkaribie, alisema, lakini mzee akatikisa kichwa. Zahran, wewe bado kijana. Hujui ukweli wote. Asha anapaswa kujua kuwa damu yake inalihusisha jambo kubwa kuliko familia yake. Asha akatetemeka. Niambieni, mnaongea nini? Baba yangu yuko wapi? Mzee akarudi hatua moja nyuma, akasema, nikwambie ukweli. Kabla hujasoma hiyo barua, kwanza unafaa kujua kuwa Asha, babako hakuwa mtu uliyekuwa unadhani. Kimya kikatawala. Bahari ikavuma kana kwamba nayo inasubiri jibu. Zahran akamwambia Asha kwa haraka, usisikilize chochote mpaka usome barua hiyo. Hapo ndipo utakapoamua kama unasimama upande wa ukweli au upande wa hofu. Asha akavuta pumzi ndefu, akiwa bado anashika barua mikononi, machozi yakijaa machoni. Kisha alifungua karatasi na kuanza kusoma mstari wa kwanza. Lakini kabla hatamla, mzee yule akapiga kelele, hapana! Ukisoma hiyo barua, hakuna kurudi nyuma. Asha alisimama bila kusonga, karatasi ikiwa mikononi mwake ikitetemeka kama imeshikwa na upepo wa pwani. Zahran alimtazama kwa macho yenye kujiamini, lakini mzee yule mwenye sura ya giza, macho mekundu na joho la kahawia, alionekana kutetemeka kwa hasira na wasiwasi kwa wakati mmoja. Asha, mzee alitema, sauti yake nzito kama mtu anayezungumza kutoka shimoni. Usithubutu kuisoma hiyo barua. Lakini Asha akasema kwa sauti iliyojawa ukakamavu wa ghafla, kwa miaka 10 nimekuwa bila majibu. Leo napata sababu ya kwanza, hata kama ni chungu, lazima niijue. Aliporudi kutazama barua, Zahran alisogea karibu naye, akamshika bega kama kumtia nguvu.
Asha alianza kusoma. Mwanangu Asha, kama unasoma barua hii, basi dunia yangu imefika mwisho. Kuna jambo ambalo nimeficha kwa miaka, si kwa ubaya, bali kwa kukulinda. Asha alikoma kwa sekunde. Machozi yalimtoka bila yeye kujua. Zahran akasema taratibu, endelea. Huu ndio ukweli uliokuwa ukimtafuta. Asha akaendelea. Watu watatu walitaka unizalie jambo ambalo sikukubali. Walikuja usiku ule wa mvua na tukapigana, mmoja akaanguka, wawili wakatoroka. Mmoja aliniapa kuwa atakaporudi, atachukua kile alichoamini ni chake. Asha akapandisha macho yake polepole. Macho yake yakakutana na macho ya yule mzee mwenye joho. Wewe ndio huyo mmoja? Aliuliza kwa sauti ndogo iliyovunjika. Mzee akatabasamu vibaya. Ndio, mimi ndiye nilipoteza kile ambacho baba yako alikataa kunipa. Na sasa ni lazima urudishe deni lake. Deni gani? Asha aliuliza kwa hasira. Mzee akapiga hatua mbili mbele kutishia. Zahran akasimama makali, akionekana tayari kupambana. Kuna kitu baba yako alichokuwa akimiliki, kitu ambacho hakikuwa chake kabisa. Mzee akasema. Na sasa nimekuja kuchukua kutoka kwako. Asha aliinama tena kwenye barua, akasoma mstari ufuatao. Asha, kuna kitu nilikuficha. Mama yako hakufa kawaida. Alipigwa sumu kwa sababu ya kitu kilichokuwa mikononi mwetu. Na hicho kitu kiko kwako mwanangu. Kiko ndani yako. Asha akatetemeka kana kwamba nguvu zake zote zimeporomoka. Ndani yangu. Zahran akavuta pumzi ya kina, akasema kama mtu aliyekuwa akijaribu kulinda ukweli mzito. Ndio, kinachokubalika kizazi hadi kizazi hakipatikani kwenye mfuko, bali kinaishi ndani ya damu. Mzee akamkata. Asha ndiye mhimili wa ukoo ambao baba yake alikatisha. Damu yako ndiyo ufunguo, na mimi ndiyo mwenye haki ya kuutumia. Asha akamwangalia mzee yule kwa hasira, machozi yakichemka. Kwa nini baba angenificha? Kwa nini asingeniambia? Mzee akacheka upole, kicheko kilichojaa dharau. Kwa sababu alikuwa mwoga. Alijua kwamba siku moja ningekuja. Asha akaifikia sehemu ya mwisho ya barua. Usiogope yeyote atakayekufuata. Kuna mtu niliyekutegemea akusaidie. Kijana mmoja mwenye moyo wa uaminifu kuliko pesa. Ukimwona utajua. Asha akatazama juu, macho yake yakakutana na macho ya Zahran. Moyo wake ukadunda. Kwa mara ya kwanza, alielewa kwa nini Zahran alikuwa akionekana kujua kila kitu kuliko alivyosema. Lakini kabla aseme lolote, mzee yule alinyanyua fimbo yake juu, ikang'aa kwenye mwanga wa mwezi, akaitikisa kama anaita nguvu za zamani. Asha, hiyo barua haikustahili kuifikia. Sasa chagua, ujitoe kwa hiari, au nitakulazimisha kulipa deni la ukoo. Upepo ukazidi. Bahari ikapiga kama ngoma ya vita. Nguvu ya usiku ikawa nzito, hewa ikawa nzito kana kwamba dunia inashuhudia kitu kisichopaswa kushuhudiwa. Asha akashika barua kwa nguvu, akasema kwa ujasiri, sitakupa chochote mpaka nijue ukweli wote. Mzee akapiga ngumi hewani, sauti ikavuma kama radi. Basi umepiga sahihi hukumu yako. Mngaro mkali ukapita angani. Si radi, si mwanga wa mwezi. Ni kitu kingine, kitu kisicho cha kawaida, kitu kilichomfanya mzee yule, kwa mara ya kwanza, kurudi nyuma kwa hofu. Zahran akamgeukia Asha haraka. Wakati umefika. Kile ambacho babako aliogopa sasa kinaamka. Asha akasema kwa sauti ya kutetemeka. Nini kinaamka? Zahran akajibu taratibu, bila kupepesa macho. Damu ya ukoo wako. Ule mwanga mkali uliotokea angani haukuwa radi. Wala haukuwa mwanga wa taa ya mtu. Ulianguka juu ya Asha kwa sekunde moja, ukatembea juu ya ngozi yake kama cheche za dhahabu zinazoelea hewani. Mzee wa joho la kahawia alirudi nyuma haraka, akafunika uso wake kana kwamba mwanga huo unamchoma. Hapana, bado haijafika wakati wake. Bado, alilia kwa sauti ya woga uliokuwa haupo hapo awali. Zahran, aliyekuwa kimya kwa muda mrefu, alisimama karibu na Asha. Si tena kama mlinzi mdogo, bali kama mtu ambaye amekuwa akisubiri tukio hili miaka mingi. Asha akasema kwa sauti ya kutetemeka, Zahran, nini kinatokea kwangu? Zahran akavuta pumzi ndefu, akasema kwa upole,
Kile baba yako alikuficha, sio deni, sio laana, ni zawadi ya ukoo. Walipoteza kizazi kilichopita, lakini baba yako aliilinda kwa gharama ya maisha yake. Asha akaangalia mikono yake. Mishipa yake ilionekana kung'aa taarifa, kama mtu aliyeshika mwanga ndani ya mwili wake. Alijaribu kuzungumza lakini sauti ikamgoma. Mzee akaanza kutetemeka. Zahran, uliapa. Uliahidi hautamwonyesha, mzee alilia. Zahran akamgeukia, sasa akiwa na msimamo mkali ambao Asha alikuwa hajawahi kuona. Niliahidi nikidhani bado anao muda wa kujiandaa, lakini umefika kabla ya wakati. Na barua hiyo ilikuwa ishara ya mwisho. Mzee akapiga fimbo yake chini kwa nguvu, ardhi ikatetemeka kidogo. Huyo msichana anakuwa kabla ya utaratibu. Damu ikizinduka vibaya inaweza kuharibu kila kitu, hata yeye mwenyewe. Asha akaangalia Zahran kwa hofu. Nitaharibika. Na maana gani damu yangu inaamka? Mimi ni mtu wa kawaida tu. Zahran alikamata mikono yake, akasema taratibu. Hapana Asha, hujawahi kuwa mtu wa kawaida. Wewe ni mrithi wa ukoo wa wenye mwanga, ukoo ambao uliwahi kuwa nguzo ya miji ya pwani kabla ya kuvunjwa. Baba yako alikuwa mmoja wa viongozi wake, na mama yako alikuwa mlinzi wa mwisho. Asha alishtuka kama moyo wake umesimama. Mama yangu? Umesema mamangu alikuwa nani? Zahran akavuta pumzi ndefu. Mama yako alikuwa mlinzi wa aina ya nguvu ambayo haiwezi kutumiwa vibaya. Ndiyo maana aliuawa. Walikuwa wanaitaka, na waliposhindwa kumpata, wakamgeukia baba yako. Asha akatetemeka. Kwa hiyo sumu aliyokufa nayo ilitoka kwao. Zahran akasita sekunde moja, kisha akasema kwa uchungu mkubwa, ndiyo, kutoka kwa watu wa mzee huyu. Asha akamgeukia mzee mwenye joho, machozi yakimtiririka. Ulimuua mama yangu. Mzee hakukataa. Hakusema ndiyo, lakini kimya chake kilisema kila kitu. Badala yake alijitetea. Mama yako alikataa kutoa nguvu yake. Tulichotaka ni kile kilichostahili kufanywa. Nguvu hiyo inapaswa kuwa mali ya ukoo wangu, sio wao. Asha akamkaribia hatua moja, mwanga juu ya ngozi yake ukikua. Ukoo wako unataka kumiliki kila kitu kinachozidi uwezo wenu. Mliua mama yangu na sasa mnataka kunifanya nini? Mzee akasema, kukurudisha katika utaratibu sahihi. Kukufundisha kuitumia nguvu hiyo kwa njia tunayoiamini. Zahran akamkatiza kwa hasira. Unataka kumtumia kama mlivyotaka kumtumia mama yake. Asha akahisi kitu kikishuka ndani ya mwili wake, kama baridi inayopanda juu ya uti wa mgongo, kama mawimbi makubwa yanayogonga mwamba, kama mwanga unaojaribu kujitengeneza upya ndani yake. Alikamata kichwa chake, akapiga magoti. Zahran, kuna kitu kinanivuta. Zahran akamshika, akamzuia asianguke. Usipinge, usikubali pia. Ruhusu mwanga ujitambulishe. Usilazimishe chochote. Mzee akapiga kelele kwa nguvu. Usimruhusu. Atajifungua vibaya. Ataharibu nguvu yake na hakuna atakayeimudu. Asha akalia. Nifanye nini? Zahran akasema kwa sauti tulivu sana. Nitakuongoza. Hii ndiyo sababu baba yako alinipa jukumu lako. Mimi ndiyo niliyepaswa kukuonyesha, kwa upole, si kwa hofu. Asha akasema kwa sauti ndogo. Kwa nini wewe? Kwa nini baba yangu alikuamini hivyo? Zahran akatabasamu kidogo kwa huzuni. Kwa sababu mimi ni sehemu ya hadithi yako kuliko unavyofikiri. Asha hakuweza kuuliza zaidi. Mwanga ukapanda juu yake kama mlipuko wa kimya. Mzee akapiga hatua za haraka nyuma na kwa mara ya kwanza akakimbia. Ndiyo, mzee mwenye nguvu za miaka mingi, aliyekuwa akitishia wote, alikimbia kama mtu anayekimbia kifo chenyewe. Zahran akasema kwa sauti ya kushangaza. Hiyo ndiyo sababu alikuogopa tangu mwanzo. Asha akainua kichwa, mwanga ukitoka kwenye macho yake. Kwa nini? Zahran akasema taratibu. Kwa sababu wewe ni mwenye mwanga zaidi ya mama yako. Bahari ilikuwa kimya zaidi usiku huo kuliko kawaida. Kila wimbi lilipoangukia kwenye mwamba lilisikika kama mkwaju wa kisiri. Asha alisimama katikati ya pwani, mwanga ukimzunguka kama kamba za dhahabu. Zahran akimkalia upande wake, akimlinda kama mlinzi wa kale.
Sasa, Zahran alisema akitabasamu kidogo. Tukianza safari halisi. Sasa unaweza kuchukua nafasi yako. Asha alikemea kwa sauti ndogo lakini thabiti. Naweza kufanya nini? Mwanga ni ndani yangu, lakini sijui jinsi ya kuutumia. Zahran akajibu, sijui kama umesikia babako akisema, mwanga wa ukoo hauwezi kudhibitiwa kwa hofu. Ni thabiti kama maji ya bahari. Lazima uiruhusu yenyewe ifanye kazi. Asha akakunywa pumzi ndefu. Macho yake yalijaa moto na hofu, lakini pia tamaa ya haki. Ni sawa, nitajaribu. Si kwa hofu bali kwa ukweli. Hapo mwanga ndani yake ukaanza kupanda, ukigawanya giza. Si giza la kawaida, bali giza lililojawa na hila za mzee aliyejaribu kumdhibiti mama yake. Kila chembe ya mwanga iliyoibuka kutoka ndani ya Asha ikabadilisha ardhi karibu yake, ikiacha mabaki ya fununu na hila. Ndipo Asha alipoanza kuona kitu kisicho cha kawaida. Watu waliokuwa wakiogopa maisha ya kale walijitokeza, midomo yao ikitimua kelele. Maduka yaliyokuwa na hila za Salim yalijaa wavu vilivyofichwa na ushahidi wa uhalifu. Hali ya giza ndani ya nyumba zao ilianza kupotea, na nafasi ya haki ilijitokeza. Kila hatua ya Asha ilikuwa kama shambulio la bahari linalopiga mwamba, linatupa nguvu na kutia hofu kwa wadulifu. Zahran akimshika mikono akamwambia, hii ndiyo hatma yako, Asha. Mwanga huu unabadilisha kila kitu. Asha akapiga hatua moja mbele. Hapo akasikia kelele, Salim. Salim anaanza kutetemeka. Salim alikuwa amekaa kwenye jengo la zamani, akihifadhi hati zilizokuwa na uhalifu wake. Aliposikia mwanga wa Asha, alikimbia kutoka ndani, macho yake yakiwa yamejaa woga wa kweli. Alijaribu kupiga kelele, lakini sauti yake ilipotea kwenye upepo wa usiku. Asha alitabasamu kimya. Sasa utaona hatima ya hila zako, Salim. Mara ya kwanza, Salim alihisi kile hakuwezi kuepuka, hatari halisi ya uhalifu wake ikimulizia. Mwanga wa Asha ulipita kwenye kila kona ya nyumba, kuonyesha kila hati bandia, kila mpango wa uongo, kila woga wa hila. Asha alipeleka mwanga wake kwenye ofisi ya mtaa. Hati bandia zilizofichwa na Salim zikaangaziwa wazi. Pesa zilizopotea zikafichuliwa. Malalamiko ya wanawake waliokuwa wamepotea kwa hila zikaonyeshwa kwa wote. Watu wa mtaa walikusanyika, macho yao yakiwa yamejaa mshangao na furaha. Waliona Asha, mwanamke mzee, akisimama thabiti kama kimbilio la ukweli. Na waligundua hii siyo hofu, bali ni haki inayochipua kutoka ndani ya mwili wa mmoja tu. Salim alijaribu kukimbia, lakini mwanga wa Asha ukazimua njia zake zote. Watu walijitokeza wakishikilia hati na ushahidi, na kwa mara ya kwanza, Salim alihisi woga usioweza kuepukwa. Asha amefunua uhalifu wa Salim. Mwanga wake unaanza kuleta haki kwenye mtaa mzima. Lakini mzee mwenye joho la kahawia hajafunguliwa bado. Je, atarudi au Asha atahitimisha hadithi bila yeye? Je, nguvu ya damu ya Asha itatosha kumaliza hila za zamani? Asubuhi ilipofika, mtaa mzima ulikuwa ukijitokeza kama mchoro wa kale wa pwani. Watu walikusanyika kwenye viwanja vya kati, wakishuhudia kile kilichokuwa kinatokea. Kila jengo lilionekana lenye mwanga wa Asha, kila kona ikichanua kama bahari iliyojaa nguvu. Salim aliketi kando, miguu yake ikitetemeka, macho yake yakiwa yamejaa woga wa kweli. Hali ilikuwa tofauti kabisa na alivyokuwa akijua. Hakuna njia ya kuficha hatia yake tena. Asha alisimama katikati, mwanga wake ukitabasamu kwenye kila uso. Salim, alisema kwa sauti ya kutuliza lakini yenye nguvu. Leo utaona hila zako hazina nguvu. Huu ni mwanga wa ukweli. Watu walijitokeza mmoja baada ya mwingine, mikono yao ikishikilia karatasi na ushahidi ulioangaziwa na mwanga wa Asha. Hati bandia zilizokuwa zimefichwa kwenye nyumba za Salim sasa zilionekana wazi. Malalamiko ya wanawake waliokuwa wamethibitisha uhalifu wake yalikuwa mezani. Fedha zilizopotea ziliwajibishwa. Kwa mara ya kwanza, watu walihisi kuwa nguvu yao ipo katika ukweli. Hii ilikuwa dhahiri, mwanga wa Asha haukuishia ndani yake tu, bali uliangaza kwenye kila mtu aliyekuwa amepoteza hofu. Zahran alisimama kando yake, macho yake yakiwa yamejaa fahari. Huu ni mwanga wa ukoo wako, Asha. Sasa unajua nguvu yako ni ya kweli. Asha akatabasamu, moyo wake ukijaa amani.
lakini bado kivuli cha mzee yule cha kale kilikuwa pembeni. Hakujulikana kama kingejaribu kumzuia au kuingia kwenye hatima yake. Ghafla, mzee yule aliibuka kutoka kando, fimbo yake ikitetemeka. Asha, haujui nguvu hii. Ikiwa ukitumia vibaya, dunia yako itavurugika. Sauti yake ilikuwa kali, lakini haikuwa na hofu ya kweli. Mwanga wa Asha ulikuwa mkubwa kuliko vitisho vyake vyote. Asha alionekana kimya kwa sekunde, kisha akasema, wewe umelala kwenye hila za zamani. Sasa mwanga hauko kwako, uko kwangu. Kwa mara ya kwanza, mzee yule alishindwa. Alijaribu kumtishia Asha, lakini mwanga wa kweli haukuweza kudhibitiwa na hofu, bali na haki na ukweli. Mwisho aliketi chini, fimbo yake ikitetemeka, akikubali kushindwa. Salim alinyamaza. Alijaribu kueleza kitu, lakini ushahidi wa Asha ulikuwa wazi kila mahali. Watu walimkataa. Hati bandia zilionekana wazi. Mapinduzi ya ukweli yalipanda. Kwa mara ya kwanza, Salim alijua hana njia ya kutoka bila kufichuliwa. Hila zake ziligeuka kuwa kifaa cha kushushia hatia kwake mwenyewe. Mtaa mzima ulijaa shangwe na amani. Watu walipokumbatiana kushukuru Asha. Hali ya hofu iliyokuwa imetawala miaka mingi ilipotea. Salim alikamatwa na mamlaka, kila kashfa yake ikifanywa wazi. Mwanga wa Asha haukuishia pale, uliendelea kuangaza, ukitoa mfano. Uongo hauwezi kuishi mbele ya ukweli wa kweli. Zahran akamshika Asha mkono. Umefanya zaidi ya utu wako. Umetengeneza historia mpya kwa mtaa huu. Asha akatabasamu, macho yake yakijaa furaha na amani. Mwanga wa kweli hauishi ndani tu, bali unaangaza kila kona ya maisha. Lakini kabla mtu yeyote hajapumua, kivuli kidogo cha gizani kilikuwa kingine. Mzee wa Joho alirudi na kicheko kidogo, akisema, hii bado si mwisho, Asha, nguvu yako bado inahitaji majaribio zaidi. Bahari ikavuma, wimbi likipiga mwamba. Mwanga ukiamka, giza huna budi kufa. Bahari ilipiga mawimbi makali, ikitupa sauti ya ushindi na ya mwanga unaoamsha. Mtaa mzima ulikuwa umekusanyika, macho yote yakiwa kwenye Asha, mwanamke mzee aliyebeba nguvu ya ukoo wake, sasa tayari kuondoa kila giza lililokuwa limejificha kwa miaka mingi. Mzee wa joho la kahawia alisimama tena, lakini sauti yake ilikuwa ndogo, kimya kimetulia. Asha, umefanya zaidi ya walivyoweza kufikiria. Lakini hekima yako bado inahitaji udhibitisho. Asha alinyanyua mikono yake, mwanga kutoka ndani yake ukikua hadi kumfunika mzee yule. Hekima haina budi kuanzia na ukweli. Kwa muda mrefu ulikuwa ukitumia hofu na hila, lakini sasa mwanga una nguvu zaidi kuliko kila kifaa cha nguvu chenyewe. Salim alishtuka, macho yake yakiwa yamejaa woga wa kweli. Alijaribu kusema kitu, lakini Asha alitabasamu kwa utulivu. Sasa utaona haki haifai hila. Hii ni thamani ya kweli ya nguvu. Mwanga wa Asha ukapanua, ukichukua kila kona ya mtaa. Salim alijaribiwa kukimbia, lakini kila njia yake iliwekwa wazi na mwanga. Hali ya hofu iliyokuwa imetawala kwa miaka mingi ilipotea, na mwanga wa ukweli ulianza kuchukua nafasi yake. Mzee wa joho alijaribu kuingilia, lakini hakufanikiwa. Mwanga wa Asha haukuweza kudhibitiwa na vitisho au hila, bali na thabiti ya ukweli na haki. Kwa mara ya kwanza, kila kizio kilikuwa chini ya mwanga wake. Kila kashfa, kila hila, kila woga vilionekana wazi kama jua la mchana. Salim alikamatwa na mamlaka. Hati bandia na pesa zilizopotea zilirudishwa. Watu waliopoteza hofu na hila walipokea haki yao. Mtaa mzima ulipumua kwa amani, wakikumbatia Asha kama mhimili wa ukweli. Zahran alikagua kila kona, macho yake yakijawa na fahari. Umefanya zaidi ya utu wako. Umemfanya mtaa huu kuishi tena kwa mwanga wa kweli. Asha alitabasamu kwa utulivu, macho yake yakijaa furaha na amani. Mwanga wa kweli hauishi ndani tu, bali unaangaza kila kona ya maisha. Na sasa hatari ya giza imekwisha. Mtaa mzima ulijitokeza kama mhimili wa maisha ya zamani na mapya. Wanawake walijivunia haki yao. Wanaume walijifunza hofu haishi daima. Watoto waliona mfano wa Asha, ushindi wa underdog, mwanga unaolinda wema na haki. Kila kona ya mtaa ilikuwa imetulia, kama bahari iliyopumzika baada ya dhoruba kali. Hii ndiyo nguvu ya kweli, alisema Asha.
Sio kuogopa, sio kujificha, bali kuangazia ukweli. Lakini kiburi kidogo hii bado hata kama giza hakuna nguvu ya nje inayoweza kubadilisha. Kwa hiyo usiogope kuchukua nafasi yako. Haki, ukweli na mwanga wake ni nguvu kubwa zaidi kuliko